Bwana, karibu sana katika dirisha la usajili, karibu sana katika usajili na Young Africans. Huu ni wakati wako, ni wakati wa wewe kuja kupata taarifa za kimichezo na burudani, wakati tunakuletea taarifa za usajili mkubwa ambao unaenda kufanyika na uliofanyika katika kikosi cha soka cha Young Africans. Kumbukwe Dar es Salaam Young Africans huwa na doa baya ambalo wamelifanya msimu huu ulioisha wa 2025-2026 kwa kufanya sajili nyingi ambazo hazikuwa na matokeo chanya kwenye kikosi. Tuliletewa au tulishuhudia wachezaji wengi sana kwenye kikosi cha Young Africans au kwenye ligi yetu ya NBC ambao wanacheza katika klabu ya Young Africans, ambao mpaka hivi sasa ni wachezaji wawili tu ndiye ambaye wanatajwa kwenye dirisha dogo walifanya makubwa: Alan Okello Starboy pamoja na Delson Aurelio Laurindo Malia Depu. Lakini wengine wote, nikiwa namzungumzia Racine Kouma, nikiwa namzungumzia mtu mwingine pia ambaye ni Andy Boyeli ambaye kwa sasa yuko Cape Town City, siko kwenye United, na mzungumzia hapa Celestine Ekua ambaye yuko JS Kabylie na kwa sasa hawana mpango naye, Musa Balakonte, nazungumzia Mohamed Dumbia. Ni sajili ambazo hazikuonyesha chochote kwenye kikosi cha Young Africans. Sasa muda huu Young Africans wameamua kufanya ya kwao. Kwa sasa wanavunja benki na kuingia moja kwa moja katika nchi ambayo ina wachezaji wenye maana, wakianza na nchi ya Al Ahly ambako gonga hodi kwa juhudi na kwa kiburi, yani they need player pale, yani wanamhitaji kiungo fundi ambaye anatikiza kwa sasa kombe la dunia. Emmanuel Ashul hutaki ni wewe, lakini Young Africans wao they need more, it's their demand, yani mahitaji yao yanawaelekeza hivyo. Hata hivyo bado Young Africans wamesema haijaisha mpaka iwe mwisho, wanamhitaji mchezaji mwingine tena kutoka pale Sundowns ambaye ni beki wa kushoto. Huyo ni mchezaji ambaye kwa sasa ni icon ya Sundowns, na Young Africans wamesema hawana cha kupoteza, wanamhitaji pia mchezaji huyo kwa sababu wanaamini kwao ndio utekelezaji bora utakwenda kutimia. Ndio maana wanaamini kwamba kila kitu kinaweza kuwa sawa, kila kitu kinaweza kikawa cha kimkakati. Kiufupi, Young Africans kwa sasa wapo kwenye mkakati mzito na hawachekeshi, hawatanii wala hawapigi soga. Wanaamini kwamba usajili utawasaidia tu kwa namna yoyote ile, kwa sababu waishajua makosa waliyofanya ni wapi. Kwa hiyo wanachokifanya sasa hivi wanatafuta wachezaji wakubwa, quality players, the big titles, big quality players. Yes, yani wachezaji ambao ni wakubwa, wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, wachezaji ambao kwenye Afrika hii ni wachezaji wenye experience, wenye confidence na quality. Na ukiona hivi ujue ni maandalizi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, yani hawasajili kwa ajili ya ligi kuu. Kwa hiyo Emmanuel Ashur Jilial Saidi ashafika paka katika klabu ya Al Ahly na kuweza kuweka mazungumzo, hoja na ofa mezani ambapo inaangaliwa. Lakini pia Emmanuel Ashur ameonekana ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa sana, lakini msumbufu kwenye kikosi. Kwa hiyo Al Ahly napo wanakuwa wanachekecha kichwa chao nini wafanye kwa ajili ya timu. Je, waendelee kuwa naye au waachane naye? Sasa bado hii ipo kwenye subject to verification kwenye timu ya National Al Ahly, na kama itakuwa hiyo mashine itatua Jangwani, maana yake waambie mtaa pili wafunge geti, kwa maana ya Young Africans wataenda kufaidika zaidi kupata mchezaji ambaye kwanza anajua kucheza na pressure la mashabiki, lakini pili ana uwezo binafsi. Kwa hiyo wewe ni vitu ambavyo vitambeba na kumfanya awe experienced player, awe mchezaji mwenye uwezo mkubwa, mchezaji mwenye nadharia na mitazamo mikubwa kwenye soka la Afrika. Kwa hiyo Young Africans wanachokifanya ni maendeleo tu ya mpira, na wanaamini they so good, wanaenda kufanikisha kile ambacho wao wanakitaka. Ndio maana hawajawa na haraka sana kwenye msimu huu kama timu zingine. Wanaamini kila jambo lina wakati wake. Kwa hiyo wameshaweka tena ofa kwa ajili ya Aubrey Modiba kutoka Sundowns, naye pia wanahitaji aje kutua Jangwani kwa sababu wanaamini presence ya Aubrey Modiba nayo pia inaweza ikasaidia chochote kwenye klabu ya Young Africans. Modiba ni mashine ya kazi, of course, mashine ya kazi,